Mazoezi yaliyofanyika Hormuz yamebeba ujumbe mzito na kuonesha nguvu kubwa ya kijeshi iliyokuwepo katika nchi ya Iran. Tehran. Mazoezi makubwa yameshuhudiwa yakifanywa na jeshi la Iran katika bahari ya Hormuz, eneo ambalo katika siku mbili tatu zilizopita zilitia nanga meli za kivita za Marekani ambazo baadaye ziliombwa kuondoka ndani ya masaa 24 tu na ziliondoka kuelekea Oman, ambako nako pia kwa ajili ya usalama hazikukaa sana, zikaelekea kwenye bahari ya Arabia ambayo kiujumla ilikuwa ni eneo pana na eneo sahihi kwa meli hizo. Mazoezi yaliyojumlisha makombora mazito yaliyobebwa na meli za kwenye maji, huku zaidi ya droni 700 zikirushwa kwa mkupuo mmoja, zilionyesha au zilibeba ujumbe mzito namna gani serikali ya Irani imejiandaa kujilinda dhidi ya mashambulizi yoyote. Majeshi haya ambayo awali yalitakiwa kujumuika na majeshi ya China pamoja na Urusi kwa ajili ya mazoezi, lakini baadaye Urusi na China zilijiondoa kwenye mazoezi hayo kwa kukataa mzozo, lakini Irani haikuacha kufanya kile ambacho imepanga. Zaidi ya droni 700, zaidi ya meli za kivita za makombora zilionekana katika eneo hilo. Makombora mengi na makubwa yalipigwa. Kiufupi, mazoezi yalikwenda sawa kabisa, mazoezi yaliyobeba ujumbe mzito, iliyoitambulisha dunia kwamba Irani imejiandaa na haitanii kwenye kile ambacho kinasema. Mazoezi haya yamefuatiwa katika kile ambacho kinaonekana Donald Trump kutaka kuivamia Irani, huku ikiishinikiza Irani iachane na mpango wake wa kurutubisha uranium ambayo baadaye inaweza kuwa silaha kubwa za nyuklia ambazo zinaweza kuleta madhara makubwa kwa nchi zingine. Marekani pamoja na Israel zimekosa imani na Tehran katika harakati zake za kurutubisha nyuklia, huku zikiamini Irani ni adui namba moja wa Israel. Hivyo Israel inaona usalama wake unakuwa mashakani kama Irani itaendelea kuzalisha au kurutubisha nyuklia. Kufuatia kitendo hicho, ndipo Marekani ya Donald Trump iliamuru Irani iachane na mpango huo, au la sivyo aiondoe serikali yake madarakani. Donald Trump alijaribu njia kadhaa, au Marekani ilijaribu njia kadhaa, lakini ni njia zinazoonekana kuwa ngumu. Hivyo njia ambayo alitaka kuitumia Donald Trump ya kupeleka meli kama vitisho, lakini pia kuthibitisha kwamba ataishambulia Irani, ilionekana nayo kugonga mwamba kwa Irani, kwani Irani imesema kwamba kama ingechokozwa basi ingefanya malipizo makali kwa washirika wa Marekani, huku mshirika mkuu akilengwa Israel. Mazoezi yaliyofanyika kwenye Hormuz yanaionyesha dunia kwamba Irani imejizatiti kwenye kujilinda. Irani haipo kwa ajili ya kuanzisha vita. Irani haipo kwa ajili ya kuichokoza nchi yoyote, lakini serikali ya Jamhuri ya Kiislamu ya Irani ipo kwa ajili ya kujilinda na kujitetea kutokana na dhuluma yoyote inayotaka kufanyiwa. Basi kwa taarifa hizi na zingine nyingi kutokea kule Mashariki ya Kati, ambapo sasa hivi mgogoro unaonekana unataka kwenda mezani. Hii ni baada ya kuonekana mambo ya kuanzisha vita yanashindikana, basi tutashuhudia makubaliano ambayo yatakubaliwa kati ya Marekani pamoja na Irani, ingawa Irani imepinga kabisa suala la kuacha kurutubisha nyuklia, huku ikisema kwamba hiyo ni kwa ajili ya matumizi yake binafsi, wala si kutengeneza makombora mazito ambayo kama Irani, Marekani na Israel wanaofia. Endelea kubaki Makumba International News kwa ajili ya habari za uchumi, siasa za kimataifa pamoja na teknolojia.